Bwana turekebishe jamani, tusije tukaingia katika adhabu yako kwa kutofanya kazi yako. Anasema atainua mawe amtumikie. Bwana tusamehe kwa kutokuwa active katika kazi yake. Haleluya. Matthew 26:69. Hapo tu kwenye tuko. Asante Bwana. Na Petro alikuwa ameketi nje ya behewa. Kijakazi mmoja akamwendea, hizi ni confirmation, akisema, wewe nawe ulikuwapo pamoja na Yesu wa Galilaya. Akanena mbele ya wote akisema, sijui usemalo. Hiyo betrayal ilikuwa juu, hiyo denial ilikuwa juu ya kweli. The same mtu anasema kwingine, amesema hata kama ni kutoa uhai wangu sitakuacha. Wakichukizwa na wote, mimi sitakuacha. The same Petro anasema, Bwana niko tayari nijenge vibanda vya wageni wako. The same Petro ametoa panga, amekata mtu. This guy has a character. Na Yesu anampenda. I think Yesu anampenda jinsi alivyo. Watu wengine mtumishi wa Mungu utaletewa wako na character ya huyo. Yao Petro wako ona ndofu. Amba Mungu akusaidie kuchunguza ndani. Iko bego ya Mungu. Ni vile tu wanapigwa huko na hewa. Wavumilie, wakuze dadi. Wakuze kabisa. There is something. Leo hii yuko, leo hii hayuko. Watu tusikue wepesi kutupa watu nje. Watu wengine ni jewel. Maandiko yanasema kijakazi wa Naamani akamwambia Naamani nini? Kule kwetu kuna nabii. Some of people ambao wako na prophetic line, surely ikiwa wewe ni mtu wa kiburi hutawaheshimisha. You can imagine Naamani kwa ukwasi na mali aliyokuwa nao. Mfanyikazi wake wa jikoni namwambia kuna nabii Elisha kule kwetu. Enda huko kapone ukoma. Some prophets are not even worthy seeing, but they carry something. Sisi tulisoma kuhusu, tutamuita Eli pia nabii. Nena Bwana mtumishi wako nasikia. Ikakuwa link ya kumconnect Samueli na Mungu. Obedience to the word of God. No matter nani ana deliver. Aha, Balaamu naye punda namwambia naona kitu. Punda. Unasema Bwana nani amenena mpaka ile dogi yako juzi ilikuwa inakwambia kitu, ni vile wewe elewi. Can we have a prophetic class surely so that tuelewe? Ile mtoto wako mdogo is trying to say something, kini kwa sababu ya kupuuza wewe kitu kidogo. Naamani angemwambia mzee, shut up, rudi huko kaoshe vyombo, unasema nini? Angemwambia hivyo, asingepona, angekaa naye mkule mpaka ishi. Unabii unataka kuheshimisha, unabii unataka accuracy, unahitaji mtu wa kusikia. Unabii pia unataka muda uchunguzwe. Haleluya. Ninawi wakawa wametabiriwa wataangamia wote. Mtumishi wa Mungu akatuma. Unabii unaweza maliza taifa usipokuwa, yani delicate kama yai. Si kitu unadhania ni kila kitu. Hapana, kutoka hapa wewe ndo hata unaanza kukata vitambaa unafunga kichwani. Please, acha tukuchunguze. Acha kukata vitambaa unaanza huduma ndani ya nyumba eti ni unabii. Itakukula wewe na watoto wako. Be careful. Wale waliotumia hili neno vibaya leo hii. Yani unabii na uambatanisha na meza ya Bwana. Biblia inasema na walioula mwili wa Bwana kivivi ni wagonjwa hata leo. Si kitu hivi. Nashukuru Judas akarudiwa, ile begu ya Mungu ikarudi. Sema nimemkosea Masihi wangu, nimemkana, nimemsaliti. Akaregesha kile kikoba cha pesa kwa uchungu mwingi. Itafutieni hapo 27:3. Kaa na Biblia always. 27:3 kana yako, kama hauna waimbaji mtakaa na Biblia. 27:3 wacha nifuate hapo. Matthew 27:3. Akaregesha kile kikoba. Kisha Juda, kisha Juda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akakirudisha, akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha. Akasema, nalikosa nilipomsaliti damu isiyo na hatia. Wakasema, basi haya yatupasa nini? Number 4. Wakasema, basi haya yametupasa sisi, yaangalie haya wewe mwenyewe. Wakamruka. Akamwambia, it does not concern us. Kama umemsaliti huko, msaliti ulikupa pesa.
From there maandiko yanasema nini? Number 4. Wakasema basi haya yatupasa nini? Yaangalia haya mwenyewe. Akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu. Akaondoka akaenda akajinyonga. Angesikiza sauti ya Bwana angefika huko. In as much as tunataka roho aongee ovyo ovyo, sitaki tukuzike. Be careful kwa ibada kama hii. Be careful. Be careful. Bwana nilipokuwa naandaa ujumbe akanikumbusha kitu. Wakati ile jina litaka kupotea, ambao alitolea Bwana ibada akaweka Gideon. Alifanya nini? Maunabii zingine zahitaji watouch kitu. Nilisema sana, ukisha kuja uambiwe Bwana amesema hivi na hivi, sikiza yale mawaidha makini. Gideoni sasa anataka information aone kama iko true. Akaandaa madhabahu, akaeka vimikate na vinyama, akamwambia Bwana, kama ndio umenena haya thibitisha. Malaika akashuka akaviramba vyote vikaisha. Prophecy ataka confirmation. Wakati mwingine mwambie Bwana, ili nijue ni wewe umesema hii, ni ishara gani itakuja? Wana wa Israeli wakaambiwa nini? Ili hii vita viishe vya gharika ya maji, mtakuwa mnaona rainbow in a cross. Attach a sign kwa line ya prophecy. Wengine mtaambiwa toa dhabihu, toa ng'ombe, toa hii na hii, funga siku 3, hoga. Wengine hivi, something delicate. Tuweni makini sana sauti ya Bwana. Mambo ya kinabii yatamani sana hapa kwetu Kenya. Watu waje watunene. Lakini kina Suleiman hawachukui muda kutukumbusha au caution we are supposed to be. Maana vitu zingine wewe unapitia ni madhara ya unabii huku kuchukua vizuri. Uliuchezea ukaustove vibaya. Akaambiwa nini? Elizabeth, na wembe siyaipita kwa kichwa chake John alipozaliwa. Be careful in as much as wanataka tuseme kitu. Yesu naye ni hivyo hivyo. The same na John. Divide isiwaipita kwa kinywa chake. Huyu mtoto. Kuna watoto ambao tulipewa na Mungu ambao hata we mwenyewe mama leo hii Mungu atakusaidia ukumbuke huyo mshipi kule nyuma. Kuna kitu Mungu alikwambia kuhusu ya firstborn, hujaifanya. Mwangalie ile hali aliko pathetic. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana Yesu. Be careful. From today Mungu atusaidie. Akisema kitu tuambatanishe na matendo yake. Haleluya. Nani alimwambia Anna the prophetess na Simeoni the prophet kwamba Yesu akiletwa kwa mikono wa iletwe jiwa 2? Si lazima walikuwa wamesoma kwa vitabu vya manabii. Mariamu na Yusufu akapeleka Yesu na jiwa 2 na mifano yake. Kwani sisi hatuwezi kutii sauti ya Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Najua leo kumetulia kwa ajili ya kwamba ni information ambao ni yeza kucause death ama life. Na wale waliotii sauti ya Bwana kama Ibrahim, nitolee mwana wako awe dhabihu kwangu, God provided. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Romans 7:15. Wacha nifike hapo. Warumi 7:15. Yes. Maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, mbali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Achia hapo. Bwana nisaidie kutembea kwa hiyo. Bishop akiniongoza ameniambia nichukue Uber kwa ajili last time tulikuja na wale wageni na huku sikuwa na kujua. So wao walikuwa wanajua njia Sunday. Nisingemtii ningefika hapa? Singefika, si ndio?
Kwa nini Paul anasema nitakalo kulifanya lile lilo nzuri silifanye, nafanya lile lililo mbaya? Petro unadhania yeye ni mbaya? Now we want to look deep. What causes somebody who has a good character? Dakika moja ufa, ili tutafute remedy ya kupona, kwa ajili ya kwamba tukiaccess na kufanya lile ambalo Mungu ametukanya tusilifanya, tumefanya, madhara ndio haya. Hata Paul mwenyewe, hata Petro, sasa tuko huko kwa vitabu vya Paul, alikaa akachunguza akasema nitakalo lilo nzuri nilifanya, huwa silifanya. We are working out rebellion. Kwa ajili unaponisikiza hivi, hata wewe unasema for sure, lakini hata mimi mwenyewe nilisikia vizuri, mbona si kwenda kwa hiyo njia? Sinataka tuwe makini ili tupone. Ni kitu gani, ni criteria gani the enemy uses? How comes a trigger ndugu kama huyu Mungu anamtumia akose kutii tu kwa kitu kidogo tu? Uanga si 30 vipande. Jamaa alikuwa anarokota zaidi ya 30. Kwani alikuwa mwekazi? Sasa nilipofika hapo nikawa nachunguza ni nini mtumishi inafanya mtu kweli kabisa unabii umekuja, amekuwa warned na bado atasikiza. Bwana akanikumbusha hiyo Romans 7:15. Paul naye akiketi akisema kweli, lakini nina shida gani mimi? Maana mimi nikitaka niende maombi asubuhi huwa sitaenda. Na tulitangaziwa kabisa, nikasikiza, nikaandika time kwa diary yangu. Daddy alisema every day tuje Morning Glory. Wacha niache Paul kwa sababu tujue alifanya nini. Acha nikuulize wewe, mara ngapi ibada tunafaa tuje hapa? Saa ngapi? Saa ngapi? Saa 2 sharp. Wale tulikuwa hapa saa 2 sharp, inua mkono. Mimi ni mgeni wenyu, siku hapa. Inua mkono, ulikuwa hapa saa 2. Mfano mzuri. Wale hatukuwa sasa, ili tupone kwa hili neno. Maana neno la Bwana ni unabii, ni fumbo, ni jiulize kwa nini kabisa, kwa nini mimi niamke nianze kufua magwanda zangu Sunday nikijua nafaa niwe kanisani? Sito correct practical sasa. Sitahukumu mtu, lakini jioje kule ndani. Tutumie hii ujumbe tunapoelekea kumaliza, tuingie kwa kitu kingine, tutoke kwa hiyo. Imeandikwa, Mungu ananikumbusha. Wakaapa kwa kiapo, mtumishi Samuel, Acts of the Apostle. Wakaapa kwa kiapo, wakasema hatutakula, hatutakunywa hadi tumuue. Kiapo lazima kikana writings zimeandikwa mahali. So kiapo chetu maybe ni hapa kwa maandishi kwamba we come saa 2. Hiki kiapo hakita tufunga kilichoandikwa hiki. Waraka umeandikwa, twendeni hivi na tuwe hapa kwa hii time. So yale unapitia could be si shetani wa kule ukambane kwenyu disobedient. Wali wana nini? Jichunguze. How have you been in the house of the Lord? Have you been obedient? 2, kama sisi hatuko obedient kwa Mungu, hata watoto wetu hawatatutii. Tuanza kuchunguza shida yatoka wapi. Wajikula mwenyewe. You are not okay. Si ni kweli? Hatuko hapa saa 2 wote. Mungu anaweza nionea neema leo nimefika kuchelewa kwa ajili ya kusumbuliwa. Lakini last Sunday nilitoka Keserian, ndio nilikuta hapa nikidance Keserian na nikakuwa hapa before you mwenyeji. So, accuracy ya unabii ama correction ya Mungu tu hapa saa 2. Daddy ametuambia kama nabii wa Bwana. Mbona hatuji? Sasa ile hali ngumu unapitia kwa nyumba, could it be umetamba na program ya kanisa? Hiyo inanyua bila maji. Tunapona siku ya leo. Tuanze tuna character yenye iko. Tusianze kutafuta kwa Biblia, please. Are we not rebellious? Rebelling to the prophet of God, the man of this house. Yani wewe ukute babako amefika. Tutapona Sunday inayokuja. Now he is the prophet. Huyu. Unless wewe si kondoo yetu. Wala ambao ni wana kuanzia leo. This is the prophet of this church. Anatafuta makaratasi mpaka ana print, anasema timetable inasema tuwange hapa saa 2. Hatumtii. Mtangazaji unatangazanga kila Sunday. Now, Petro aliambiwa naona anateremka kukupepeta. Huyu ndiye sasa anayetutangazia. Tujeni Sunday saa 2 nao. Na anatangazanga bila kuchoka. Some of us mmebebwa na neema ya Mungu, kwa umeadhibiwa kitabu.
Na kama umeadhibiwa secretly, that's why unaona uwezi kulipa school fees na nyumba iko karibu kufungwa. Bwana amekuelekezea macho. Kwa maana wewe ni sana sana kwanza viongozi. Wacha tuache washirika watembee kwa neema ya Bwana. Maana washirika wengine wamekuja leo hawana makosa. Kwanza leo leadership, kidole cha Bwana kijuu yako. Mliambiwa mkujanga hapa saa ngapi? Ogopeni sana mkono wa Bwana usiwe juu yenu. Ogopeni sana, that's why tunakosa chakula cha kupika. Kama hauko serious na mambo ya Mungu, step down, kaa kama mshirika wa kawaida. Na nyinyi washirika, maana Biblia inasema waliapa wote kwa pamoja. Hakukuwa na leader wala nani. In fact, kitabu cha Yona, maandiko yanasema Ninawi yote ilifunga, hata watoto na wanyama ndani wakawa kitu kimoja. Ili Bwana aokoe mji wa Ninawi. Ili sisi tutembee kwa sauti moja, lazima tusimame, tunganganie pale saa 2 kuwa ndani. Biblia inasema walipotoka kwenda kununua mafuta 2 sekunde, bibi harusi, bwana harusi akaingia, mlango kafungwa. Be careful. Mtumishi wa Mungu Noa alitangazia watu, njoni tujenge safina, siku fulani tutaingia na tufunge. Mlango kafungwa wakiwa nje. How many times the Lord has warned you? Na kama kuna kitu kinaweza kuumiza, ni kitu ambacho tunafanya corporate pamoja. Imagine maadui Mafarisayo wakafunga, wakakataa kula. Kiapo lazima walisaini mahali, I swear atuli na tutakunywa mpaka tumuue Paul. Na watu wa dunia hawana roho. Je, wewe una roho na uwezi kuja tuwape, tutakuwa hapa right on time na tuji. Najicorrect hata mimi. Najicorrect, Bwana nisaidie. Now, could it be hizi character ndo zinafanya nguvu ya Mungu haitembei? Tukinenewa kitu haifanyiki. Si tumesoma watu wawili, sijatumia vitabu mingi leo. Judas na Peter. Vile waliambiwa na vile ilikuwa na vile walitaka kurudi. Shida ni kwamba unapotaka kurudi, mlango umefungwa. Maana Biblia inasema kwamba walipotoka kununua mafuta tu, bwana harusi akaingia. Maybe walikuwa wanajaribu wanajipenyesha kwa dirisha za mlango. Anasema angalia hata material yetu inafanana hao walio ndani, tulikuwa ndani, anambia endeni siwajui. Wakajaribu kusema ngoja. Unaona bibi harusi ni dadangu nilikuwa ndani, please fungua tu ingine, siwajui. I'm scared nisifungiwe nje. Wajua tumekuwa jokers for long. Umezoea tu nafanya, neema iko kufunika tu. Tusamehe Bwana. Tusamehe. Unajifunza kitu? Tusamehe Bwana. Very true. He's the prophet of this church. Hata wewe mkubwa alikuita tu akwambia, mtumishi wa Bwana, mzee wa kanisa, habari ya leo nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Can you spare 30 minutes? Nikuone leo. Hukuja, hukupiga simu, hukuandika apology. Unajiona vile tuko na tabia mbaya, mbofu. Na hakuna venye tutamuona Mungu unless kwa hawa Bwana aliyetuma. Yesu akasema John 14, ninayanenao ni yale Baba anayanena, na muwakilisha nilitendalo mimi ni lile exactly Baba, ili tufanane na mafuta aliyojua mtumishi wa Mungu. Character must change. Wacha hili kanisa katika zote zimewazunguka, washangange saa 2, yani tule mlango tu, kila mtu ataka a step in. Kama Kipchoge Keino, huwa wanangangania a step katika hiyo ndani. Bwana angekuwa anasema ukiingia hapa saa 2:15 ama 30 nitaoa mtoto wako, tutalaumu magari yametowekwa jamu. Ni vile hajasema kitu kama hicho. I'll kill you. Kuja hapa saa 2:30. I shall kill you. Sheria kama hizo zikiwekwa pale, tutazika wengi. Lakini tunamshukuru Yesu Kristo aliyekuja akalegeza hiyo. Maana wakati wa Musa alikuwa kikosa afungwe jiwe akatupwe. Zile sheria zilikuwa zinaumiza. Ashukuriwe Yesu Kristo aliyekuja akaweka neema. That's why umekuwa tu rebellious na bado neema iko imekubeba. Umenibeba
imenibeba, ni mkono wa Mungu. Umenibeba, mkono wake umenibeba, ni mkono wa Mungu. Umenibeba, neema yake Bwana Yesu umenibeba, neema yake Bwana Yesu umenibeba, ni mkono wa Mungu. Umenibeba, naishi kwa neema yake umenibeba, kwa neema yake umenibeba, ni mkono wa Mungu. Umenibeba, neema yake Baba imenibeba, imenifikisha hapa umenibeba, ni mkono wa Mungu. Bwana umenibeba, nilipotenda dhambi Baba umenibeba, nilipomkosea umenibeba, ni mkono wa Mungu. Umenibeba, nilipomtenda dhambi umenibeba, nilipokosa kutii umenibeba, ni mkono wa Mungu. Umenibeba, nilipochelewa kanisa umenibeba, Baba amenisamehe umenibeba, ni mkono wa Mungu. Umenibeba, niliposhindwa na kazi yake umenibeba, niliposhindwa kungojea umenibeba, ni mkono wa Mungu. Umenibeba, rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu. Umenibeba, umenibeba mimi, umenibeba katika nyumba yangu umenibeba, kwa biashara zangu mkono wa Mungu. Mkono wake umenibeba, kama si wewe Bwana umenibeba, mimi ningeangamia. Umenibeba, ni mkono wa Mungu. Umenibeba, si lazima uone ni Bwana amekubeba. Angelikuwa anapima kwa mizani makosa uliomfanyia wewe, hata kutokutii sauti yake wakati alinena, ungelikuwa umeangamia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simama. Baba, tusamehe. Tumewasoma hao wachache ambao walikuwa wondi mapema. Oh, yes. Na tayari matendo maovu yakafanyika. Laiti wangeliweza kusikia, laiti wangelikuwa na mwombezi haja wasaidie tu kuelewa. Wakati mwingine tumekosa kutii kwa maana hatukuweza kubabanua sauti yako. Yafungue masikio yetu ya ndani, tuweze kusikia sauti ya Bwana, tuweze kusikia maunyunyizio yako toka ndani. Tusingeletaka kuingia katika uhatari. Samehe Bwana. Sauti ya Bwana inaponena, tunyenyekee na kuisikiza. Sema Bwana. Zungumza, 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 ewe Bwana. Zungumza, 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 ewe Bwana. Semana, semana, semana.
tuachilie mbele za Bwana. Wengine mtasikia kama kuna pumzi inatoka kwa masikio, maana umetamani sana kuisikia sauti yake. Utasikia kama vile mtu akiingia kuogelea wakati yale maji yanatoka. Bwana anza. Wengine utasikia kama macho yanajaribu kupepea, kama yanapepea, kama yanaharakisha kupepea. Bwana akifungua macho yako ya kiroho, fungua tuisikie sauti yako. Gusa. Wengine utasikia kama hapa kwa beli yako hapa kama kuna tetemeka. Bwana anakutembelea. Sema na watu wako, Bwana, tuko tayari kuisikia sauti yako. Sauti ya Bwana yaponya majeraha ya moyo. Sauti ya Bwana yageuza mwenendo na tabia. Kuza watu wako, Bwana. Inua mikono yako, tarajia kitu kutoka kwa Bwana. Roho wa Bwana akujaze. Roho wa Bwana, chukua nafasi yako Bwana. Tunatamani kuvikwa. Uliwaambia wasubirie wavikwe na nguvu. Bila Roho wa Mungu hautaweza kuona mambo fulani. May the Lord take you to dimensions so that you can see the glory of the Lord. Wengine enda utembee kiti cha enzi ukaone. Sebakatala makanteleboza. Roho Bwana. Lepreze katana la manda. Roho Bwana. Tembea. Sela bakanta. Jaza nyumba hii na upako wako. Jaza nyumba hii na uwepo wako Bwana. Release a month of praise, oh my God. Release a month of miracles in this house, oh my Father. As I call upon your name, Jesus, oh Lord. You are the Lord who never fails. Tembea. As we call upon your name, you reign, my God. Take over in our lives, Jesus, Lord. May you reign as we surrender, Jesus. May you reign as we call upon your name, Jesus. May you reign as we surrender, my Father. May you reign as we call upon your name, Lord. Rescue our souls, oh Father. Rescue our lives, Jesus. Rescue us, we call upon your name, Jesus, Lord. We need your mercy, my Father. May you take over with your miracles, Jesus, Lord. We believe in you, Jesus. Take over, my God. Oh, Jesus, Lord. Uweponi mwako Nawe
Katalabo shanda la baganda. Ria katola la brazete la bis. Eria rosele la liana mando zeka. Ya katala bakanto riantolobo. She preveleri kataya. Inua mikono yako zaidi. Tamani uguzo wa kutoka ndani. Twatamani kuguzwa na Jehova. Roho wa Mungu akikushukia atafungua macho ya kiroho. Akishuka ndani yako atafungua masikio. Akishuka ndani yako ataweka roho ya kutii. Ataondoa roho ya kutokutii. Turekebishe Bwana. Tuitii sauti ya Bwana. Tunaomba nifinyange, unifanye kuwa kama upenda. Nifinyange, Yesu nifinyange, unifanye Yesu leo nifinyange,
anatafuta watenda kazi katika nyumba ya Bwana kama Mariamu. Bwana anaitana, anauliza ni mtume nani? Bwana anatuma mtu asiye na masikio ya kusikia, asiye na anga na laini ya Mungu na network za mbinguni. Tamani sana uvuli ulio juu yako wa giza uondoke kwa ibada kama hii, na kama utasikia kuendelea na kusonga mbele hapa na kuvunjika, Bwana afanye kitu, asafishe nyumba ndani, amimine mafuta yake. Ni nafasi yako kuja mbele, kumwagika, kutamani mafuta ya Jehova, kutamani utumie kama nabii wa mataifa, kutamani Bwana kutumie kama mzee wa kanisa. Tufanye vyombo. Nifanye kama wewe